Mambo vipi, karibu kwenye episode nyingine ya The Wealth Building Podcast ya The Wealth Building Academy, ukiwa nami your favorite wealth building coach, Coach G, ambayo pia ni mwandishi wa kitabu cha Your Money, Your Freedom. Kitabu chetu hiki hapa ni A Simple Guide to Building Wealth and Living Free. Kwa hiyo kama ndio kwanza unaanza safari yako ya kupata uhuru wa kifedha, au umeshaianza lakini unataka tips za hapa na pale, get this simple guide. Kwa nini tunaita simple guide? Kwa sababu kwanza ni kitabu kidogo, hakina siasa wala hakina mambo mengi, kimeenda straight to the point. Kwa hiyo ni kitabu ambacho unaweza kuanza kukisoma mara moja, ukapata maarifa mara moja na ukakimaliza mara moja. Kwa sasa kinapatikana kwa bei ya shilingi 15,000 tu badala ya shilingi 30,000. Kupata kopi yako, tafadhali hakikisha kuwasiliana, tuma message WhatsApp kwa namba zinazoonekana hapo kwenye screen. Leo kwenye episode nyingine ya The Wealth Building Podcast tunaangalia aina ya budget ambayo itabadilisha maisha yako kifedha kabisa. Hii ni aina ya budget ambayo ni mahususi kwa wale ambao wanaona uvivu wa kufanya budget au wanaona kwamba kufanya budget ni kujitesa. Aina hii ya budget itakusaidia kubalance maisha yako. Kama wewe ni mtu ambaye unapenda kubalance maisha, lakini pia umekuwa ukipata changamoto kufanya budget, hujui uanzie wapi, hujui aina gani ya budget utumie, yani wewe tu kwa kifupi unatumia tu fedha zako bila budget, basi unaweza kuanza na aina hii ya budget. Lakini pia aina hii ya budget ni kwa ajili ya wale watu ambao huwa tunapenda kusema kwamba labda vipato vyetu ni vidogo, havitoshi ku budget, hata havitoshi matumizi, leave alone kuanza kufanya budget. Sio kweli. Aina hii ya budget itakusaidia kuona kwamba kipato chako kinatosha vizuri kabisa na unaweza kukipangilia. Tunapokuwa tunazungumzia kufanya budget ama kuishi kwa budget, tunazungumzia tu kwamba uishi kwa kupangilia fedha zako. Hatukwambii kwamba ukajitese wala ukajibani, kwa sababu nina uhakika mawazo yanayokuja kwenye akili ya watu wengi mara moja wanaposikia neno budget wanafikiri ni kujitesa ama ni kujibana. Lakini leo nataka ufute hayo mawazo na utambue kwamba kufanya budget sio kujibana wala sio kujitesa, bali ni kupangilia fedha zako, ni kuzielekeza fedha zako wapi ziende, ni kuzipa fedha zako kazi badala ya fedha yako yenyewe ijipangie kazi. Mara nyingi wewe ni shahidi na umeona kwamba usipoipa fedha yako kazi, yenyewe huchagua kujipa kazi, yenyewe inaamua pa kwenda, usipoiamulia ni wapi iende, na huko huwa inaenda mara nyingi sio mahali ambapo tunapapenda. Ndio maana wengi tumeishi tukisema kwamba hatujui wapi fedha zetu zinaenda, hatujui tunafanya nazo nini. Wengine tuna story ambazo sipendi sana kuzisikia, nimefanya kazi muda mrefu lakini sijui nimefanya nini na fedha zangu. Sababu ni kwa sababu upangili fedha zako, huassign kazi kwa ajili ya fedha zako, huipi fedha yako kazi. Ndio sababu yenyewe inajipa kazi, na hiyo kazi inayojipa we huijui. Ndio maana unaishia kusema kwamba hujui fedha yako imefanya nini. So today nataka tubadilishe hiyo hali kwa kuchagua kutumia aina hii ya budget. Aina za budget zipo nyingi, lakini leo nitazungumzia moja ambayo ukianza kuitumia utagundua maisha yako yamekuwa na balance, lakini pia utagundua kwamba inawezekana kuishi kwa budget, na kuishi kwa budget sio kujibana. Na aina hii ya budget ni budget inayoitwa the 20-30-50 rule budget. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kwenye mapato yako, kila mapato yako unayoyapata, kwa hiyo 20% unaipeleka kwenye kuweka akiba, lakini pia 30% unaipeleka kwenye matumizi ambayo sio ya lazima, na 50% ni kwa ajili ya yale matumizi ambayo ni ya lazima. Hapa tunazungumzia kodi, tunazungumzia umeme. Matumizi yako unayojua ya lazima unapeleka huko 50% ya mapato yako. So let's say kipato chako kwa mwezi ni shilingi 1,000,000. Tafsiri yake ni kwamba shilingi 200,000 utaipeleka kwenye kuweka akiba ama kuwekeza. Shilingi 300,000 utaipeleka kwenye matumizi ambayo sio ya lazima unayojua wewe, ambayo ni lazima uyafanye kwa sababu tuko duniani na maisha ni ya kubalance. Sio ya lazima lakini unatamani, ni matamanio yako kwamba uwe na hayo matumizi. Kwa hiyo utapeleka 30% ambayo ni 300,000 kwenye hayo matumizi, lakini 50% maana yake hapo ni shilingi 500,000. Hii inaenda kwenye yale matumizi ya muhimu.
Angalizo, kwenye aina hii ya budget imetangulia kusema kwamba ni ya watu ambao wanataka kuwa na balance kwenye maisha, kwamba uweze kusave, uweze kuweka akiba, lakini pia uweze kuishi maisha yako kwa kukidhi mahitaji ambayo ni ya muhimu na hata yale ambayo sio ya muhimu. Lakini aina hii ya budget pia ni ya kuwa makini kwa kuangalia kipato chako. Wakati mwingine inaweza isifae kulingana na malengo uliokuwa nayo kifedha, lakini kulingana na kipato pia. Nitoe angalizo kwa aina hii ya budget kwamba ni aina ya budget ambayo huwezi kuitumia season zote kwenye maisha yako. Ili uweze kutambua aina gani ya budget uitumie wakati gani kwenye maisha yako, ni vizuri ukaangalia malengo yako kwa wakati huo ni malengo yapoje. Malengo yako ndio yataamua kwamba aina fulani ya budget uitumie, aina fulani ya budget huwezi kuitumia kwa sasa hivi, kwa sababu tunazo aina nyingi za budget. Lakini hii ninayozungumzia leo ya 20-30-50 rule budget ni kwa ajili ya wale wenye malengo ya kubalance life, kubalance maisha. Najua wengi tunapenda kubalance maisha, wengi tunataka kubalance maisha. Kwa hiyo leo ndio maana nikaona leo nizungumze na wale watu ambao wanataka kubalance maisha. Na watu wengine kwa sababu ya kupenda kwetu kubalance maisha, kutaka kwetu kubalance maisha kwamba tuweze kuwekeza, tuweze kuweka akiba, lakini pia tuweze kuishi maisha kwa kuwa na uwezo wa kulipa bills ambazo ni za muhimu na ambazo sio za muhimu, yani to balance maisha. Ndio sababu huwa hatufanyi budget kabisa, kwa sababu hatujui kwamba tunaweza kutumia hii aina ya budget tukabalance maisha. Kwa hiyo wakati mwingine tunaposhindwa kujua kwamba kuna aina fulani ya budget ambao unaweza ukaitumia na ukabalance tu maisha yako vizuri, basi tunaacha kabisa kufanya budget. Utagundua watu wengi ndio sababu hatufanyi kabisa budget, kwa sababu kuna vitu tunataka wakati huo kwenye maisha yetu. Labda tunataka tu enjoyment, labda tunataka tu kuwekeza, labda tunataka tu kulipa bills. Lakini ukijua hizi aina ya budget, ukachagua aina mojawapo ya kutumia, itakusaidia kufikia malengo yako ya kifedha, lakini vile vile itakusaidia kubalance maisha. Kwa hiyo hii aina ya budget tunayozungumzia leo, huenda tukazungumzia nyingine siku zijazo, ni aina ya budget kwa ajili ya wale ambao tungependa kuwa na balance kwenye maisha. Tungependa kuwekeza, tungependa kulipa bills za muhimu, lakini pia tungependa kuwa na enjoyment iwe sehemu ya maisha yetu. Basi wewe kwenye kila mapato yako utachukua 20% utapeleka kwenye akiba au uwekezaji. Akiba kwa ajili ya malengo yako mbalimbali, lakini pia utawekeza 20%. 30% utaipeleka kwenye matamanio yako, ama enjoyment, ama starehe, ama mahitaji ambayo sio ya muhimu, na 50% ya mapato yako utapeleka kwenye yale mahitaji ambayo ni ya muhimu. Hivyo utakuwa umebalance maisha, hivyo utakuwa umeelekeza fedha yako wapi iende, hivyo utakuwa umepangilia fedha yako, na hivyo utakuwa umeishi kwenye kanuni za kifedha ambazo ni muhimu. Moja ya kanuni muhimu sana ya kifedha ni kanuni ya kuishi kwa budget. Kanuni ya kuishi kwa budget. Lazima ujifunze kupangilia fedha zako ili uweze kufikia malengo yako mbalimbali kifedha, lakini pia ili uweze kuishi na kufanikiwa vizuri kifedha, lazima ujifunze kupangilia fedha zako. Kwa hiyo mpangilio huu ama aina ya budget unaweza ukaanza kuitumia, lakini angalizo, angalia malengo yako. Je, malengo yako ni kubalance maisha? Lakini je, kipato kinakuruhusu kubalance maisha? Angalia vitu vyote hivi, alafu kisha unaweza ukaamua kuanza kuitumia aina hii ya budget. Ni hayo tu kwenye episode ya leo ya The Wealth Building Podcast. Tafadhali tufahamishe hapo chini kwenye comment kama episode hii imekuwa na manufaa yoyote, umepata chochote kwenye episode hii hapa. Usisahau kushare episode hii hapa na ndugu, jamaa na marafiki. Bila kusahau, tafadhali hakikisha kusubscribe kwenye channel yetu hii hapa ya YouTube. Asante sana, mpaka wakati mwingine, kwaheri kwa sasa.